Mafinga TV. Asalamu alaikum. Nila Kamwene, poleni sana. Pamoja na kuwa bado hatujaenda kuzika, lakini ninawiwa kusema mavembo sana, maana toka tulipoanza ile siku ya Jumamosi tumeendelea kushirikiana pamoja. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, viongozi meza kuu pamoja na viongozi wa dini, kwanza kabisa mimi ni shukrani za kwanza kwa wananchi hawa na hususani wa mtaa wa Amani, lakini shukrani zangu za pili kwa serikali ya mtaa ikiongozwa na mzee wetu Mzee Ndelwa pamoja na wale wajumbe wake na uongozi wa kata wakiongozwa na Mheshimiwa Diwani Msite pamoja na mtendaji wa kata. Nilimwona hapa huyu dada, kwa kweli toka siku ile ya tukio kama alivyosema Mheshimiwa Msite, sidhani kama walipata hata muda wa kupata kunywa maji. Walikuwa wakienda huku na kule katika kuhakikisha kwamba jambo hili tunalikabili kwa namna gani, kwa sababu kwanza ni la ghafla lakini la kustua sana. Kwa walifanya kazi nzuri kuonana na familia na kuona familia kwanza zimejipangeje. Na hapa nitumie nafasi hii kuwashukuru wana familia kwa kutukubalia kwamba tufanye jambo hili kama jamii moja, kwa sababu wangeweza kusema hapana, sisi tunaendelea na taratibu zetu. Lakini pia hata wale wenzetu wakiwepo ambao wameenda Kifanya na yule mwenzetu mwingine dereva wa Guta ambaye alikuja kututoka baadaye, ambao kwa mazingira ile lazima wenzetu waweze kusafiri, lakini nao tunawashukuru sana. Shukrani zingine ziende kwa madaktari, wauguzi na wahudumu wote katika hospitali yetu ya pale Mafinga. Kwa kweli wamefanya kazi ya kujitoa, akiongozwa na mganga mkuu Dr. Chitopela pamoja na mganga mfawidhi Dr. Chula. Sidhani na wao kama walipata muda wa kula, sababu wakati mwingine Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi sisi huwa ni kulaumu na kusikitika na kulalamika, lakini watu wanapofanya kazi nzuri huwa tuseme. Kwa hiyo tunawashukuru sana madaktari, wauguzi pamoja na wahudumu wote na madereva waliokuwa wanafanya kazi ya kuwapeleka baadhi ya majeruhi ambao ilionekana wanatakiwa kupelekwa kwenye hospitali za rufaa. Mungu awabariki sana. Lakini pia shukrani kwa uongozi wa serikali ukiongozwa na wewe mwenyewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na halmashauri, kwanza kwa kushauriana na kukubaliana na kuafikiana kwamba tufanye hili jambo kama wanajamii moja ya wana Mafinga, ya wana Mfindi. Lakini kwa huduma zote ambazo zimetolewa, nadhani kama alivyosema Mzee Ndelwa, taarifa itatolewa kwa ukamilifu wake. Na viongozi wa dini, hata jana katika mahubiri yalikuwa ni katika kutiana moyo, katika kupeana faraja, kwa sababu ndugu zangu, jambo hili ni la kustukiza na ni la huzuni kubwa, lakini kama tunavyoona hapa kila mmoja kwa namna moja ameguswa na simanzi. Lakini kama walivyosema viongozi wa dini, Mungu ndio mfariji mkuu. Kwa hiyo tutumie pia nafasi hii kwanza kuwaombea wafiwa, ujumbe wangu kwenu. Pili, kuwaombea wale ambao bado wako hospitalini. Watu hawa, ndugu wananchi wenzangu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi wa serikali na viongozi wa dini, walikuwa kwenye harakati za kutafuta riziki. Wengine hawa ni wanaotegemewa katika familia. Tulikwenda katika nyumba moja pale, na ndio maana anasisitiza sana tuwaombee wafiwa. Tulikuwa na mzee Zungu pale, kwa kweli ameishiwa nguvu, maana mama ndio alikuwa anaongoza katika kushirikiana na baba kuona familia inapateje huduma. Kwa hiyo tunahitaji hakika kuwaombea faraja ya kweli. Kuna watoto
Ukiangalia hapa wengine kama ule Latifa ni binti mdogo, lakini alikuwa anaenda katika kuhangaika. Yaani ikie ino agitenda uli akae nyumbani, hapana, lazima aende akahangaike katika kuhakikisha kwamba mkono unaenda kinywani. Kwa hiyo ajali ni ajali. Hata juzi nilisema atasema mambo mengi, lakini sisi tumwachie Mungu, kwa sababu Mungu akiamua kumchukua kiumbe wake, anaweza kuamua kuchukua umelala usingizi, umeteleza bafuni, umeugua malaria, kwa namna ambayo anaona inafaa. Kwa hiyo sisi tuishie tu kusema kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Kwangu mimi, watu hao wanahitaji msaada wa mambo mawili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi. Kwanza msaada wa maombi na faraja kama nilivyosema kwa wafiwa na wale wa majeruhi wetu. Lakini pia msaada wa support kama jamii. Watu hao wanatoka kwenye familia hizi za kikwetu, familia ambazo ni za kawaida. Kwa tunashukuru kwa hizo lambilambi, na mimi kwa ofisi yangu, kutokana na hali ilivyokuwa siku ile, pamoja na kuwa mtatoa taarifa, tuliona kila msiba walau tupeleke mchele kilo 50 na shilingi 200 ziweze kusaidia wakati ule wa msiba. Lakini kwa kuwa familia hizi kama nilivyosema ni zenye uhitaji na bado watakuwa na uhitaji, mimi ofisi yangu ya mbunge nitamkabidhi mwenyekiti wa serikali ya mtaa kama tulivyofanya juzi, shilingi 300 kwa kila familia, kwa ajili baada ya msiba wanavokaa wanavojipanga wawe na walau pa kuanzia. Kwa hiyo ni kwa ajili ya familia. Ile 200 tulisema isaidie katika mambo ya chakula na nini kwa zile siku za mwanzo. Lakini hiyo familia wanajipangeje, peva kongine wanaendaje? Kwa hiyo isiwe kama bwana, hii mbona kuna ile 300 ilitolewa tukanunue mchele na nini? Hapana. Hiyo ni support ambayo iende kwa wanafamilia, na mimi natoa wito kwa mwingine wote, Mnyamalage, Mnyakadebe, Kamasebele, Mnyause, tusaidie hizi familia. Baada ya kusema hayo, tuendelee kuombeana. Mimi msitizo wangu kuwaombea wanafamilia faraja na kuwaombea majeruhi wetu, lakini pia tusisahau kumwombea hata yule dereva aliyekuwa kwenye ile ambulance. Taarifa nilizonazo, ndugu viongozi na wananchi, usiku ule alikuwa amefanya kazi ya kwenda hospitali ya Iringa mara 3 kupeleka wagonjwa, na muda ule kwa taarifa nilizopata alikuwa amepigiwa simu aje tena kupeleka mgonjwa mwingine. Kwaona yeye kama binadamu ambaye ajali imetokea na watu wamepoteza maisha, kisaikolojia na yeye ni mtu anatakiwa kuombewa faraja, anatakiwa kufanywa counseling ili na yeye aweze kurudi katika hali ya kawaida. Baada ya kusema hayo, na washukuru wote wana Mafinga, wana Kinyanambo, wana Upendo, tuendelee kushirikiana. Nashukuru tena serikali ya mtaa, viongozi na wananchi kwa ujumla ambao mmewakimbilia wenzetu. Tuendelee kukumbatiana katika namna hii. Mungu naye atathibitika katikati yetu. Nawashukuru sana na Mungu awabariki sana.